Habari zenu ndugu zangu, amani ya Mungu iwe juu yenu, iwe pamoja na nyie, baba zangu, mama zangu, wakubwa wangu wote, wadogo zangu pamoja na vijana wenzangu. Leo nimeamua kukatisha kidogo muendelezo wa zile series zetu za hivi ni kweli Mungu yupo na ni ipi dini ya kweli. Kuna jambo la dharura kidogo ambalo nimeamua nilizungumzie, kwa sababu nimeona hata tukiendelea kuwaacha watatuharibia shughuli. Yaani ni kama kipofu, ni kama kichaa ambaye kapewa rungu. Umeona? Niliwahi kuzungumza mwanzoni kabisa mwa episode zangu, nilivyokuwa naanza kabisa mwanzoni. Nilizungumza kwamba kuna watu wanaongea tu mitandaoni kwa sababu wana bando na wana vifaa vya kushutia, kwa maana kama ni hizo simu, kama ni hizo kamera. Kwa hiyo kwa sababu eti wana vitu, kwa sababu wana vifaa, basi wana haki ya kuzungumza na kuposti kile ambacho wataposti, kitu ambacho sio sahihi. Nimekuwa nikiwavumilia sana huyu mchokonozi. Nadhani mnyie mtakuwa mnamfahamu vizuri zaidi kushinda mimi. Mchokonozi nimekuvumilia sana sana sana, pamoja na mwehu mmoja anaitwa Mwandambo, maarufu sana, mzee wa ninachoka mimi. Huyo mzee huyo nimewavumilia hawa watu wawili kwa muda mrefu sana, na uvumilivu wangu juu yao ni kwa ule upotoshaji ambao wanakuwa wakiufanya kwenye mitandao hii ya kijamii, hasa kwenye upande wa masuala mazima ya kiimani. Ni watu ambao wanakanusha uwepo wa Mungu, wanawaona wenye imani ya Mungu ni wehu, ni washenzi, hawajitambui. Ni watu ambao yani wenyewe wanaona kwamba wale ambao wanaamini uwepo wa Mungu na wanajitahidi kumfanyia ibada kwa vile ambavyo Mungu amewasaidia, basi wanawaona ni watu fulani hivi kichwani hawako sawa kabisa. Sasa siku zote wanasema Waswahili kwamba wanapomnyoshia mwenzio kidole, basi kuna vingine vingi zaidi. Yani kuna vingine vidole ambavyo vina idadi kubwa zaidi kuliko kile kimoja ambacho umemnyoshia mwenzio, vinakurudia wewe. Yani kwenye wakati ambao mchokonozi na mzee Mwandambo na wengine ambao wanamtazamo kama wakwao kwamba Mungu hayupo, kwenye wakati ambao wanawaona wenye kumwamini Mungu na kumwabudu ni wehu, kichwani hawako sawa, basi wao hali yao ndo mbaya zaidi. Na mimi nisipepese maneno, wewe mchokonozi, wewe kichwani una shida, na wewe mzee Mwandambo kichwani mna matatizo. Nyinyi ni watu ambao ninaamini 100% mmetoroka hospitali kwenye dawa zenu Mirembe pale kabisa. Kwa sababu hawa jamaa wanajua kitu kingine, hasa mchokonozi. Mwandambo ni mropokaji tu, ni mwehu tu mmoja, sijui kakurupukia wapi huko alipokurupukia, nadhani sijajua. Lakini huyu mchokonozi ni mtu ambaye ukimtazama uongeaji wake unaweza kuona kama ni mtu fulani hivi ana point, yani anaongea, yani mtu fulani kama ana elimu. Kama mimi nawaambia huyu mchokonozi ni bwegi tu, ni mjinga tu mmoja yani. Kwa sababu yeye analeta zile idea, zile theory za wakina John D. Rockefeller. Tena pengine hata yeye huenda hata hamjui huyo jamaa. Kuna watu kama wakina Paul Finlay, yani yeye hawajui, naamini hawajui, ni bwegi tu mmoja. Ushanielewa? Kuna Max Godfrey, hao watu najua hawajui. Kuna Kevin Moko Canada, na kuna mwehu wa kwao, mwehu mwingine mkubwa zaidi ambaye anawazidi hao wengine wote wehu, anaitwa Charles Darwin.
Zile concept ambazo anazungumza huyu mnamuita mchokonozi, huyu anajiita mchokonozi, huyu ni concept ambazo 100% walozitengeneza ni hawa watu ambao mimi nimewataja, ambao mimi najua kwamba huyu jamaa ni fara tu, alikuwa hawajui wala hata vitabu vyao havijui. Labda sasa kwa sababu nimemtajia ndo aanze sasa kusearch na kutafuta, aanze kuhangaika. Sasa mimi nilivyokuambia kwamba naongelea kitu ambacho nina elimu nacho, miaka 16 mzee, kufuatilia mambo ya kiimani sio jambo dogo. Sasa nyie, wewe mchokonozi, wewe tena wewe ndo unazingua sana, kwa sababu wewe unaonekana, yani mazingira yako ya uongeaje, mtu ambaye hajui hivi vitu anaweza kuona jamaa limechimba, lina mapoint nini, wakati kumbe huna lolote. Wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba wewe ni mjinga tu mmoja, kwa sababu elimu yako wewe hapo umesomea wapi? Kwa hapa Tanzania, tusiongopeane. Mbali na hizi theories za kina Charles Darwin ambazo umezipata hapa kwenye vyuo vya Tanzania humu tu kwa kuunga, umesoma elimu nyingine wapi? Watu tumezunguka mzee, watu tumeenda Venezuela, tumehangaika, wanakuja kuleta mambo yake ya Sweden. Mimi nimefika Sweden mzee, mimi nimesoma haya mambo ya kiimani na watu ambao wana akili timamu, watu ambao wana stress ya maisha, wazungu. Wao wenyewe wanakuambia this was garbage, anakuambia kwamba hii ilikuwa ni dawa ya mbu, kwenye kusoma vitabu vyetu ambavyo tumesoma. Sasa wewe tu mwengu mmoja unakurupuka, sijui uko Arusha, sijui uko wapi, umeshavuta vibangi vyako, unakuja unaanza kuongea kwamba Mungu hayupo. Niliona clip moja unasema Uislamu ni ushirikina. Wewe kijana, wewe utakuja kufa vibaya wewe. Uislamu ni ushirikina? Wewe jamaa, wewe ni mwehu. Na hata hivyo kitu kingine pia siwezi nikakulaumu sana, kwa sababu kwanza umekimbia dawa zako Muhimbili. Wewe na Mwandambo umekimbia dawa zenu Muhimbili, Mirembe kule. Unakuja kutuletea matatizo na shida mtaani kwetu. Lakini pia wewe na mzee Mwandambo, wewe mchokonozi, nyinyi ni nyani na nguruwe. Wewe unaamini katika zile theories za Charles Darwin ambayo amekuja kuleta haya mambo ya evolution of man, akisaidizana na mashozi zake kina Kevin Moko Canada na mashozi zake wengine wakina Paul Finlay na mkubwa wao yule bwana John D. Rockefeller. Wewe ndio unaamini katika hizo itikadi? Unaamini katika vile ambavyo wao wamevisema kwamba wewe mchokonozi na mzee Mwandambo nyinyi mlikuwa ni nyani? Umeona kadiri miaka ilivyokuwa ikienda, si ndio, mkao mbadilika taratibu kidogo kidogo. Miaka hii mlikuwa mnatembelea mikono na miguu. Baadaye muda ulipopita kidogo mkaanza kusimama kidogo, ile mambo ya kipumbavu kabisa ya kijinga ambayo yaingia akilini yani. Sasa nyie siwezi nikalaumu sana, kwa sababu wewe bwana mchokonozi na huyu shosti yako huyu Mwandambo, nyie mko kwenye nyani na nguruwe. Kwa hiyo siwezi nikahangaika sana na nyie, lakini mimi hapa nazungumza na Watanzania ambao wana akili zao timamu, wanaamini kwamba wao ni binadamu wameumbwa na Mungu, na Mungu anaona kila ambacho wanakifanya, isipokuwa tu kwa sababu Mungu ni mwingi wa huruma, hana shida, anatupendea mambo mazuri viumbe wake, anatusaidia. Mimi naongea na watu wa hivyo. Kwa hiyo wewe ambaye ni nyani na nguruwe hapa, wewe hapa kuhusu, lakini kinachoniuma zaidi, ndio maana nimeamua kuzungumza, wewe bwana mchokonozi ni nyani pamoja na huyu ndugu yako huyu Mwandambo, alafu eti mnaongea na binadamu. Yaani inawezekana vipi yani? Kwa sababu una kamera na hicho kibando. Yaani kwa sababu tu una kamera na bando hilo, tena bando lenyewe wifi pengine umeazima kwa jirani. Man, yeah, it makes sense kabisa. Yaani kwa sababu tu una kamera na una kabando kwa kwenda kugongea kwa jirani wifi, upload video zako kwenye YouTube. Yaani ndo kwamba unakuja hapa unaongea. Yaani sisi tumsikilize nyani na nguruwe, tukusikilize wewe mchokonozi ambaye ni nyani, na wewe Mwandambo ambaye ni nyani. Manyani na nguruwe nyewe wawili mnaongea na binadamu, mnawatoa kwenye reli, mnasababisha watu waanze kufikiria vitu mara mbili kwa sababu ya upumbavu wenu. Acheni hizo habari, I say. Napendekeza bodi ya hospitali ya Muhimbili, hawa watu jamani, watafuteni, mwafanyie utaratibu, wamalizie dawa zao. Mkishajiridhisha kwamba kichwani wako sawa sawa, sasa ndio mwaruhusu waje uraiani. Wewe nilikuona clip moja unaita Islamu ni uchawi.
na ukaongea vitu vingi sana kuhusu mambo ya Allah sijui nini, ukasema Allah ni maana yake ni mwanga na nini, ukaongea vitu vingi ambavyo mtu ambaye hajui anaweza kuona unaongea vitu ambavyo vina make sense. Yani wewe unataka kusupport watu waishi kama ambavyo wanaishi mnavyoishi nyinyi nyani na nguruwe, yani hakuna utaratibu. Yani ikifika ni engo ya kuua ndicho unachomaanisha wewe mzee Mwandambo na ndugu yako Mchokonozi. Ndio ina maana ndo akili yenu jinsi ilivyo. Si hamna utaratibu, si hakuna mambo ya uwepo wa Mungu. Kwa hiyo tuishi kama wanyama. Yani simba akimtamani kiumbe kama ni swala nini, si anamla tu. Acheni hizo habari. Nyinyi hivi vitu mmevidaka tu juu kwa juu, hamjui makusudi yalikuwa nini. Huyu John D. Rockefeller miaka 1903 alitoa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 180 US American dollars, akagrab wale ambao walikuwa ni huge philosophers, wana falsafa kubwa, hawa kina Charles Darwin na wengine wakubwa zaidi ya hapo ambao nimeshawataja kabla, na wengine wapo wengi tu. Aliwamwagia hizo pesa, lengo na madhumuni kitengenezo hicho ambacho mpaka sasa hivi nyie mko nacho kwenye vichwa vyenu. Hii ni wewe sio bure. Yani matokeo ya mzee John D. Rockefeller, kwa sababu yeye mbali na kwamba alikuwa na sio kwamba kweli alikuwa hujui, kweli alikuwa anajua kila kitu, anafahamu sababu Mungu yupo, Mungu ndio kila kitu, anaelewa kila kitu. Lakini yeye alitoa hela yake mwenyewe ambayo Mungu kampatia kutengeneza matokeo ya hicho ambacho nyinyi mnakiamini sasa hivi kwamba Mungu hayupo. Kuamini uwepo wa Mungu ni upumbavu, ni upotevu wa muda. Wewe jiheshimu bana. Kabisa jiheshimu. Ushanielewa? Hawa watu wametuharibia vitu vingi sana kwenye vichwa vyetu. Hawa watu wameweka program za miaka mingi ambao sasa hivi effect yake ndio inapatikana muda huu. Ndio tunapata manyani na nguruwe kama nyie. Sio, unanielewa? Sasa sisi ni watu ambao tunaongea kwa facts. Sisi ni wanaume mzee. Ushanielewa? Tumespend energy. Nimespend energy, nimespend muda naongea vitu ambavyo vina make sense. Wewe kwenye channel yangu ya YouTube umesikiliza clip yoyote ambayo mimi nimeongea vitu ambavyo ukivitazama unaona kabisa kwamba ni dawa ya Mungu? Ukihitaji data mimi nakupa data. Mimi vitu ninavyoviongea mfuadie, mwambie mtu yeyote ambaye wewe unamwamini kwamba kwenye mambo ya dini hawezi kuongopa, mwambie